Yaani namba zumba usimtanie. Huyo mwanamke ule naye ndo na? Mwanamke gani sasa? Yaani kwa hiyo mwenyewe unakataa kabisa unaona mimi mjinga, si ndio? Wewe huyo mwanamke unayemzungumzia wewe mwanamke yupi? Mimi nishakwambia, huyo mwanamke mimi simjui na sina mwanamke mwingine. Au sio unakataa? Yaani unanikatalia kabisa? Hebu sikiliza bwana. Huyo mwanamke unamzungumzia wewe mwanamke gani? Huyo mwanamke unamzungumzia umenipa wewe huyo mwanamke mpaka useme mimi ni naye au? Mimi nishakwambia mwanamke sina mwanamke mwingine. Unataka kunielewa? Wewe kila siku visa vioje kila siku haviishi. Yaani likitoka hili leo kesho inakuja lingine kubwa zaidi ya jana. Sasa wewe si unakataa? Mimi nitakuonyesha mwanamke ni nani. Si unanikatalia? Nitakuonyesha. Bwana, mimi nishachoka. Nishachoka hivi visa kila siku. Nimechoka. Nimekwambia mwanamke simjui, sina mwanamke mwingine, nikueleze nini ili madi uweze kunielewa. Mimi nishachoka bwana. Kwa hiyo mimi ni fly, yani nije hapa sasa hivi nianza kuchekelea umalaya wako. Na kuuliza kuhusu mwanamke wako tu, yani kuna mijanaume jamani hainaga akili. Sasa wewe sikiliza nikwambie. Kamwambia mwanamke wako nitamtafuta kwa hali na mali na simu watu. Yani mpaka nitampata. Si unanikatalia? Nitakuonyesha. Wewe unataka kunipanda mimi kichwani? Unaniletea mazoea. Vitu zoeana. Yaani msa hivi kila mtu atakuwa na ndevu. Nakumiss pia. Amna bwana. Wewe unaongea na nani hapo? Sina kuuliza unaongea na nani hapo? Hebu nipe hiyo simu. Halo? Wewe ni nani kwani unaongea kila siku na mke wangu? Ni nani wewe? Yaani wewe kila siku umekuwa mtu kuongea na mke wangu tu. Kila siku mimi, yaani mimi nashindwa kukaa na mke wangu sababu yako wewe kila siku unaongea naye. Shida nini sasa? Unashindwa kujua kama wewe ni mke wa mtu? Halo, Zamla, kuna nini? Halo. Mama. Nilikuwa nakutafuta. Unajua kama nilikuwa nakutafuta? Leo sasa umeyatimba. Kwanza naomba nikuulize swali. Wewe uko barabarani hujaona mabwana? Hujaona wanaume mpaka mume wangu mimi. Si ndio Naongea na wewe dada. Kwanza nakuomba shusha hiyo pumu yako, afu ujielezee kistaarabu ni kweli. Maana unachokiongea sikio la sikielewe. Ongea uze kitu kinachoeleweka kwanza. Bwana wako gani? Bwana wako ipi au bwana wako huu kwa Kiingereza zaidi? Eti bwana wako huu kwa Kiingereza zaidi. Sasa sikiliza nikwambie shoga. Yule mwanaume unayetembea naye ni mume wangu mimi. Unanielewa vizuri Yule mwanaume unayetembea naye ni mume wangu mimi. Alafu hajanizoa tu. Umenielewa Kanioa kaniweka ndani. Wewe kidampa, atakuchezea, atakurusharusha, atakutupa kule. Naomba nisikilize kwa makini tena masikio yako unipe. Kaa mbali na mume wangu. Unielewa kabisa? Kaa mbali na mume wangu. Yaani katika kitu utakiwa kukifanya ni kumchezea mume wangu, bora unichezee mimi. Yaani chezea mimi lakini sio mume wangu wewe kidampa. Kwa mwendazimu kana ninavyokuongea na kistaarabu naona kaa unielewe. Sasa nisikilize wewe kidampa huyo bwana asiyejulikana unaikaza kusema bwana wangu natembea na siachana bwana wangu. Sina muda mchafu, sina muda wa kulokota vidampa visivyojua kufuliwa, vikaogeshwa, vikatakata kutembea navyo. Alafu kitu kingine wewe bwana wako nikimtaka namchukua hata sasa hivi. Mimi ndo kifagio. Mwingine photocopy. Yaani nikiamua kumfagia namfagia kuanzia yeye mpaka unyawe wake na hauna la kunifanya. Wewe kwake usijeli tu. Sijui unanielewa mwendazimu wewe usijua kumfunza bwana wako atulie ndani, unahangaika na majirani. Nikimtaka hata sasa hivi anioe atanioa. Na nikitaka uachike utaachika. Cha kukusaidia tu hapo mwendazimu ulioshindwa kubeba makopo katembea nayo. Kakae na huyo mumeo ujifunze kumpikia mapishi kuanzia jikoni mpaka kitandani. Bibi kaa kwa kutulia. Sikiliza nikwambie, nimekusikia sana ulivyobobaja. Alafu mimi sio shida zangu hizo. Umeelewa vizuri? Yaani kuacha hilo kwangu halipo. Mimi najua kuolewa. Umenielewa? Najua kufanyaje? Najua kuolewa. Kuachika kwangu haipo. Eti atakuacha. Wewe unaweza kuniachisha mimi kwenye ndoa yangu? Kwa mwanamke gani uliotimia juu mpaka chini uniatishe mimi kwenye ndoa yangu? Wewe ungekuwa kama kifagio, kama kizoleo, kama kisinia, ungekuwa umeshaolewa umewekwa ndani. Shoga yangu ndoa uijui, bado unaelezea yeye mwanamke. Mwanamke aliotimia lazima mtikise bwana mweke ndani. Wewe mwanamke umetimia.
Shoga taratibu. Alafu hiyo miinuko yako tu kwamba ulijua nitakuogopa. Mimi hata usiponiogopa, sinaga bifu la wiki, sinaga bifu la siku, na bifu la mwaka. Tena ugomvi shoga yangu nikwambie, nitautia nyama. Alafu nitaubeba. Simalizage jambo langu. Na kuhakikishia, huyo mwanaume uliosema utamchukua na utamiliki. Na kuachia sasa, mchukue umiliki kama utaweza. Na moto utakaowasha, ujue utakavyouzima. Yaani moto utakaoenda kuwasha, ujue utakavyouzima. Sichezagi na watoto mbwa. Mume wangu, nimekuambia mara nyingi sana, punguza wivu. Ona sasa ulichofanya leo. Haukuuliza naongea na nani. Basi ungesubiri nikamaliza kuongea ndio uniulize. Lakini hamna. Ona sasa mama anavyonilalamikia. Yaani umepunguza sana uaminifu kwa mama yangu. Ni kweli. Najua nimekosea. Lakini wakati mwingine hata kama ungekuwa ni wewe, lazima ungekuwa na wivu kwa sababu wewe ni msichana mrembo sana. Ni mzuri na unavutia kwa kila mtu. Hivyo muda mwingine mimi kukuonea wewe wivu, lazima nikuonee wivu. Na isitoshe mimi nakupenda. Ila kosa ambalo mimi nimelifanya ni kumkaripia mama na kujua kwamba ni mwanaume wako. Hilo ndio kosa langu. Ila usijali. Nitazungumza vizuri na mama. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Sidhani kama atakuelewa. Lakini unajua kabisa mimi nakupenda wewe. Na sina mwingine zaidi yako. Na nishajiwekea uaminifu mwingi sana kwako. Lakini naona unauvunja. Nikupendeje? Au nifanye nini? Wewe uaminifu. Basi sawa. Sawa. Nimetokea. Sijui nitafanya nini. Okay. Kifagio mwenyewe, naona umepoa mwenyewe, ne? Vitu fulani hivi. Niambie, nyama. Niambie mwanangu sana. Freshi. Sasa bwana, mimi ninaishi moja hivi, nimeona siwezi kuikalia kimya hii jambo kwa sababu nimejaribu kulifuatilia kwa muda mrefu sana. Naona muda unaenda na anakaribia kufeli. Kuna rafiki yako mmoja hivi anaitwa Zamla. Mimi Zamla namuelewa sana. Tena kinoma noma yani. So nikasema lazima nikutafute ili uweze kunisaidia, na ikiwezekana ongea naye. Mimi nataka nimweke katika imaya yangu. Namuelewa sana. Hans Boy aka Nibla. Mzee wa? Sasa hapo kwenye swaga, hapo kwenye Nibla, anza na Nibla, Nibla handsome boy. Hivyo ndio namata sana. Unaelewa? Ila mwanangu na face ila fresh. Unajua nini? Issue ulioniambia sio ngumu sana kwangu. Naweza kuifanya vizuri tu na ikafanikiwa. Lakini mwanangu, kwenye kazi kuna kazi. Unaelewa? Vipi sasa? Mazingira. Mimi najua unachomaanisha. Unamaanisha Sasampa. Kuhusiana na hizo issue ondoa shaka kabisa. Mimi nachotaka kwamba maliza mchongo wangu. Mchongo kae katika level zake, alafu na mimi utafurahi. Maokoto yapo, nitakushindilia fresh, utaenjoy. Fresh mwanangu Nibla. Ila nini? Unajua mimi mambo ya kuchoreshana sipendi. Mimi mtoto nitaenda kumpangilia. Akiingia kwenye mfumo nitakwambia. Ila nawe jitahidi. Fungu langu leke vizuri, maana unajua kazi bila kazi hatuwezi kutoboa. Yaani mjini Sasampa. Ukisema nikufanyie kitonga nini kwa sababu mwanangu sana, mazoea yatazidi. Au unaonaje? Asa mimi na mambo ya kitonga wapi na wapi? Mimi sipendi mambo ya kitonga kwa sababu najua kuzichanga, najua kuzitafuta. Kwa hiyo fanya kazi yangu vizuri, mimi nitakushindilia mimi maokoto, alafu maisha yatakuwa easy tu. Usiwache kabisa kusana ishi za maokoto. Fresh. Basi unyama. Fresh bye. Hapo.
Rafiki yangu, kwa sasa hivi mwanaume wangu simwelewi. Yaani kabadilika sana. Yaani sasa hivi ana wivu kupitiliza. Kama leo nilikuwa naongea na simu na mama, lakini cha kushangaza kaja kanipokonya, kaanza kumtukana mama. Yaani hapa mimi sielewi nifanye nini. Pole sana shoga yangu unaopitia. Ila mapenzi ndivyo yalivyo. Lakini muda mwingine wivu kizidi huwa unaharibu mahusiano. Mimi cha kushauri tu kwenye hilo, jitahidi na uvumilie. Yaani jitahidi kumfanya mwanaume wako ajue yuko peke yake kwako. Sawa, hilo nalielewa. Na pia wewe mwenyewe unajua kabisa mimi nampenda yeye. Na sina mwingine zaidi yake. Na unajua yeye ndo furaha yangu, ndo kila kitu. Napita mtaani kote, natongozwa na watu. Na wakataa kwa sababu nina mume. Naheshimu ndoa yangu. Lakini naona yaani sielewi nifanye nini. Siku zote mwanaume akiwa na ua zuri ndani, lazima ana wasiwasi. Maana anahofia ajue ni kijana atadokea. Mimi nataka tu kushauri rafiki yangu, mfanye amini ua alilokuwa nalo ni la kwake peke yake, kwa sababu mti aliopanda alimwagilia mwenyewe. Hiyo nasi ndio itakuwa salama yako na ndio itakuwa ngao ya mapenzi yako. Na ukiacha yote hayo, mimi sijajielewa hapa kwako. Kitu gani hicho? Kiukweli shoga yangu, mimi kuna mtu ananisumbua sana. Na ananisumbua kwa ajili yako. Yaani mtu ambaye huwa ananisumbua anahitaji kuwa na mahusiano. Kijana gani? Ni kama mmoja tu hivi. Handsome. Mweupe pia na bleach. Anaitwa Nebla. Ni mtu ambaye ananisumbua sana. Yaani kiufupi naweza nikasema anakupenda. Amekuwa akiniambia mara kwa mara ndio kufikisha ujumbe wake kwako. Mimi nikashindwa kufanya hivyo kwa sababu najua mazingira yalokuwepo. Ila kwa usumbufu wake imenilazimu kuwa pikipiki posta au kwa barua pepe na kufikisha ujumbe. Ila unajua ni namna na ninampenda sana. Ila ndio lokola lanifanya na ananipa ugumu kuja kupata taarifa hizi. Ila pia sikulazimishi kumkubali. Hayo ni maamuzi yako tu. Mimi nimefanya kama kufikisha ujumbe kama ilivyotakiwa. Nadhani kumkubali ama kumkataa ipo juu yako. Umetoka wapi? Nimetoka kwa mara yako. Hivi wewe mwanamke, nikwambie nini ili uweze kuielewa? Nimeshakwambia kama huyo mwanamke sina mahusiano naye, simjui yake ya Mungu mtoto wa watu. Sasa umemfuata wa nini? Na ndio maana sikutaka wewe uniambie. Nikaamua nimfuate mwenyewe huko. Kwa hiyo nishasema naye, nimemalizana naye. Haya sasa, huko ulipokwenda umepata faida gani? Faida niliyopata kwamba atakaa mbali na wewe na atakaa mbali na ndoa yangu. Yaani kipi ambacho umefaidika nacho? Si ndoa yangu itakuwa huru. Atakaa mbali na wewe, au unataka nipate faida gani? Hivyo mwanamke, hizo fujo na hizo kelekele na mdomo utaacha lini? Nitaacha pale siku ambayo utatulia na mimi na utaacha kudangadanga na hao wanawake zako. Mungu, mimi najuta kabisa, najuta mimi yani kutoa hata shilingi yangu na kukuoa wewe yani. Anyway, Zumbo unachekesha. Yaani wewe unaacha kufurahia umeoa mwanamke mwenye wivu na wewe unaanza tena kujutia hizo 100 zako. Wewe si ni waajabu? Huo wivu gani? Huo wivu kero hiyo. Hivyo na huo ni wivu huo. Kumbe hii kero. Sasa sikiliza nikwambie. Huyo mwanamke wako leo nilompa ni kicheni pati. Akirudia tena kucheza na wewe, nitampelekea na matarumbeta. Sitaki kabisa ushenzi. Sikia kwanza wewe.